Kuna watu wana nyumba nzuri lakini ni misiba. Wanawake wazuri lakini ni misiba. Ukiwa unamtazama machoni hivi anacheka na kenua, utafikia na furaha, lakini baada ya hapo anaenda kujificha, ni kilio. Sasa umepewa miaka hiyo, unaitumiaje wapendwa? Utakapokufa, ukitoka kwenye huu mwili ukaingia kwenye ulimwengu wa roho, ukasimama mbele za hukumu, mpendwa, utakuja kushangaa sana. Utakuja kushangaa na kujidharau kwamba nilikuwa mjinga. Yani itaonekana kana kwamba umepita kwa sekunde, yani kana kwamba ni sekunde moja piu imepita. Ndio maisha uliyoishi duniani, lakini leo tunayaona kana kwamba ni maisha marefu sana. Alafu unaona kama vile kwamba umeteseka sana, umehangaika sana. Kitu kimoja, nilikuwa napita mjini hapo mjini humo, naona watu, mtu amekaa hapo anaomba nisaidie hata 100, nisaidie, mkuta ni mtu ni mlemavu. Wakati huo sasa natoka ibadani, kwa sababu nasafiri kidogo kutoka ibadani kuja huku ninapoishi. Hasa napita njiani, wakati nilipita maeneo fulani walikuwa ni wengi kweli kweli, wamepangana. Unapita tu, piga hatua ngapi unakutana na mtu, unapita hatua ngapi unakutana na mtu, naomba nisaidie hata 200, nisaidie. Nikajikuta moyo wangu unaingia kuumia, nikawa najiangalia na mimi, nilikuwa najihesabu kwamba na mimi nina njaa. Yani wakati huo nilikuwa najiona mimi nina njaa, nina uhitaji. Ila wakati huo nikifika nyumbani nina uhakika wa kula, nina uhakika kwamba chakula kipo, kwa hiyo nitapika, nitakula ndani ya dakika 20, dakika 15 nitakula. Ila ni kitu ambacho nilikuwa nakisikia ndani yangu kwamba, je, unasema wewe una njaa, je, vipi kwa habari ya hawa wengine? Hajui, mwingine hajui anaenda kula wapi, mwingine hajui anaenda kulala wapi hawa. Alafu wewe unajihesabu. Mwingine hii nguo aliyoivaa hajui ataivua lini, mwingine hajui maji aliyooga mwezi uliopita ataenda kuoga tena lini, ataoga wapi. Mwingine hajui kabisa kwa habari ya kesho itakuwaje, yani yeye hajui ya kwamba huu ni mwaka mpya, yani yeye hata haelewi yani. Ila wewe, nikawa najitathmini sasa, mimi nasemeshwa ndani yangu, mimi hapa nikifika nyumbani nikabadilisha nguo, naweza nikapika chakula nikala, naweza nikafika maji nikapiga maji nikaoga, nikanywa maji nikakaa sawa. Lakini vipi kwa nikajikuta naingia kuumia, moyo wangu nikaona unasononeka kweli kweli. Kwa hiyo nikapata kujua kwamba Mungu wangu nisaidie. Moja ya kitu ambacho kingine nikiwaza kwamba mimi nafurahiaje ya kwamba Mungu amenibariki, ikiwa wengine ndugu zangu wapo katika mazingira kama haya hapa. Nitasemaje Mungu amenibariki ikiwa kuna watu, yani nafika wakati unamwaga chakula, ila kuna watu kule hawana chakula, anashinda kwa mkate mmoja, mwingine anashindia maji na hajui kesho anakula wapi, ila wewe unamwaga mpaka chakula. Umempa nini Mungu? Tumempa nini Mungu? Lazima tukae chini tuseme, Bwana, hapana, ulinipa kazi. Yeremia anasema mimi ni mdogo. Mungu anamwambia hapana, usiseme wewe ni mdogo, kwa maana utakwenda kila mahali nitakakokutuma. Joshua, Mungu anamwambia simama sasa uende, kwa sababu ni wewe utakayewalisha watu hawa katika nchi ile ya ahadi. Anajaribu kutia sababu, lakini Mungu anamwambia ni wewe. Ukifeli wewe, watu wengi wamefeli. Wapendwa, nimesema hapo mwanzo kwamba nikawa nazungumza na mtu mmoja, namwambia kwamba sisi hatujaumbwa kwa faida yetu wenyewe. Narudia, mimi Ibrahim Sizia, Mungu hajaniumba kwa faida yangu mimi mwenyewe, ila Mungu kaniumba Ibrahim Sizia kwa faida ya watu wengine. Kwa hiyo nikijua hivyo, lazima nikae chini nitafakari. Kwa nini shetani anafanya vita sana wapendwa? Kwa nini shetani anafanya vita kufa na kupona namna hii? Kwa sababu shida sio mimi tu, shida ni wale watu walio nyuma yangu. Hivi unanielewa mtumishi wa Mungu? Tatizo sio mimi nilivyo, tatizo ni wale watu walio nyuma yangu. Tatizo sio mimi kuingia mbinguni, tatizo ni wale watu watakaobaki wakiangalia nyayo. Leo akina Paulo tunashuhudia kwamba wamepenya mbingu, wakina Paulo, wakina Petro, mitume na wengine, wakina Elia. Unajisikiaje? Unaonaje tunaposoma habari zao? Tunatiwa moyo.
Nasema kwa nini hakuna kitu kiliwahi kunitafakarisha kikanigusa moyo wangu wakati ule Paulo anasema kwamba nimepiga vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda na mwendo nimeumaliza. Baada ya hapo nimewekewa taji, wala si mimi tu, bali na wale wote waliopenda kufunuliwa kwake. Ni kitu ambacho kilinigusa moyo wangu, kikanitia nguvu, kilinitoa machozi sana, ya kwamba Paulo kwa nini nafika mahali anajigamba, yani mwishoni ana ujasiri wa kusema nimevipiga vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza. Nimeumaliza mwendo, japo vita alivyopitia, balaa alizokumbana nazo. Anasema kuvunjikiwa majahazi, kunolewa, vifo vya hapa na pale, kukoswakoswa mpaka anashushwa kwenye vikapu. Paulo lakini bado hakuchoka, hakukata tamaa. Alienda, alisema ninastahili. Nikafurahia wakati mwingine Paulo anasema kwamba wenzake wanamshauri Paulo kwamba usiende kule, sio alikuwa anataka aende wapi, kwamba unataka tena twende kule, wakati walikuwa juzi walitaka kukuua. Anasema mwafanya nini? Mbona mwafanya nini kunivunja moyo? Mimi si hivyo tu, si kupigwa tu, bali hata kufa. Niko radhi hata kufa. Paulo anasema hata kufa. Mali pekee anasema kwamba hatujafanya vita kiasi cha kumwaga damu tukishindana na dhambi. Mbona tunakuwa watu wa kulialia, wapendwa? Tunakuwa watu wa kulialia. Tufunge maombi, mimi unatia sababu. Maombi ya siku moja yanakushinda, mtumishi wa Mungu. Maombi ya siku moja, masaa 24. Mbona mwanzo ulikuwa unafunga maombi ya siku 2, siku 3, siku 4, mpaka na siku 7, mpaka na siku 10 mfululizo? Ulikuwa mtu wa kushinda. Wiki hii unafunga mara 2, wiki ijayo mara 1, wiki ijayo mara 3 mfululizo. Hivyo ulikuwa na trendi hiyo wakati unaopokea wokovu. Leo imekuwaje? Paulo anasema kwamba mlianza katika roho, sasa mnataka kumaliza katika mwili. Mlianza katika roho, na Mungu anautazama mwisho. Anatazama mwisho wa jambo, haangalii mwanzo. Mungu haangalii Ibrahim season nilianzaje, nilianza kwa bidii gani, kwa spidi gani. Mungu haangalii hicho. Mungu anaangalia nitamalizaje, sio umeanzaje. Paulo anasema tangu sasa msinitabishe, mikono yangu nimezipa chapa za mwana kondoo. Msinitabishe. Kwa sababu nini? Aliona uzuri wa Kristo. Hatujauona uzuri wa Kristo, ndio maana tunahangaika na dunia. Tunahangaika na dunia kwa sababu hatujauonja uzuri wa Kristo. Maandiko yanasema kwamba onjeni muone, Yesu ni mwema. Hatujaonja radha ya Kristo, ndio maana tunahangaika na dunia. Dunia inahangaika, inaenda hivi na sisi tumo, inaenda hivi na sisi tumo, hatueleweki. Yani hatuna misimamo, tunaendaenda. Msemo wa Yesu anasema kama tunaendeamo, yani wakienda hivi bendera fuata upepo. Huna msimamo Mkristo. Ifike mahali tuwe na misimamo. Ifike mahali ufanye kitu ambacho kinaanzia ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Ifike mahali useme sasa inatosha. Sasa inatosha. Tunahitaji badiliko la kiroho. Ule uzembe wa mwaka jana uishie huko. Ule uvivu wa kushinda TikTok, kushinda Facebook, kushinda WhatsApp. Muda wa kushinda YouTube unapatikana, lakini muda wa kutafakari kwa habari ya neno haupatikani. Matumizi mabaya ya muda. Bwana Yesu apewe sifa. Matumizi mabaya ya muda. Tunaenda tu, hatuna ratiba, hatuna mpangilio. Vitu hiyo vishe, hatushuhudii. Wewe umeokoka, jirani yako hajui kama umeokoka. Unasema tunaenda mbinguni. Wapendwa, chuki tu. Unachukia ndugu zako, unachukia mpaka na watoto wako uwapendi. Chuki, yani moyo wa hasira tu, unajikuta tu umejaa hasira. Na wewe ni mtumishi wa Mungu, unasimama madhabahuni kwa mazoea tu. Yale mazoea, hapana, lazima tuyaache. Lazima tukae chini, tutafute mapenzi ya Bwana ni yapi. Wakati mwingine tutakuwa tunasimama madhabahuni, tunadhani tunamtumikia Mungu, lakini kumbe tunaongeza laana. Tunajichumia laana kwa sababu tunakurupuka, tunatumia akili zetu. Hebu tufanye kwamba huu ni wakati wa badiliko langu mimi. Wapi ninafeli, wapi nachemka,
wapi, nisahihishe wapi. Tusiende kama wajinga. Hapana, tutiwe hekima. Mungu atusaidie. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo hebu anza kupokea badiliko. Ongea yako, kauli zako lazima zibadilike, zifanane Mkristo, kauli zako, majibu yako. Tusiwe watu wa rangi mbili. Yani tukiwa kanisani tuna sura hii, tukiwa nyumbani tuna sura hii. Wapendwa, mbingu ni ngumu kama hatujachukua hatua. Ni ngumu sana, lakini mbingu ni rahisi pale tukimruhusu Roho wa Mungu atusaidie, kwa sababu Roho Mtakatifu anayajua yote ya rohoni. Mwili huu haujui ya rohoni. Unawaza kula tu na kushiba na kustarehe, ndio mwili unataka sifa. Mwili unataka sifa, usifiwe. Unapofanya kazi ya Mungu usifiwe, utukuzwe. Hapana, hivyo vitu viishie mwaka jana. Unapofanya kazi ya Mungu watu kutukuze, waseme mtumishi fulani, majina makubwa. Mungu nataka aitwe askofu fulani, nataka aitwe majina mengi. Aenda kujitambulisha na